Nisikilizeni ndugu zanguni, mtu yoyote anayetoa mchango mzuri kwa taifa lake ana heri duniani na mbinguni, maana anafanya kazi ya uokozi, anafanya kazi ya kuokoa taifa na mataifa. Lakini ana ole yule mtu anayetoa maneno ya kuangamiza taifa na mataifa. Huyo mtu ana ole sana. Sio kazi ndogo. Kazi ya kuokoa watu ni kazi kubwa sana, na hususan katika vipindi vigumu, katika nyakati mbaya ambazo hizo nyakati kila mmoja anakuwa anaumiza kichwa kwamba afanyeje, nifanye nini? Kila mmoja anakuwa anajiuliza fanyeje ili kuokoa hizi roho za watu. Kwa hiyo kwa mtu yule anayetoa maneno ya kuangamiza taifa, naweza nikasema anakuwa anataka kutimiza kitu ambacho alikifikiria kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo wewe unayenisikia, jaribu kujitafakari, uone uko pande upi. Uko upande wa waokozi au upo upande wa kuangamiza taifa? Nyakati kama hizi ni nyakati za kila mmoja kukaa na kufikiria tufanye nini ili taifa lisiangamie. Haya maneno, kuna mwingine atasema kwamba ni sababu mimi labda nina njaa. Sizungumzi haya maneno kwa sababu nina njaa, lakini nazungumza haya maneno ili taifa lipone, ili watu wapone, ili watu waweze kupata haki zao, ili watu waweze kupata furaha, watu waweze kupata amani. Nitakushangaa wewe utakayenifikiria vibaya kwa maneno haya, na wakati unajua kabisa wewe mwenyewe ukikosa amani, hata hicho unachokipanga saa hivi hautakifanya. Hata hicho unachokifikiria saa hivi hakitaweza kufikirika tena. Ndugu zanguni, niwaombe tukae tufikirie ni jinsi gani tunaweza tukatoa maneno ya kuweza kujenga taifa letu na mataifa kwa ujumla. Asiwepo mtu wa kutoa maneno ya kuvunja mioyo watu. Na ndio maana Mungu akaleta watumishi wake ili kusudi waweze kuleta maneno ya faraja kwa watu. Kwa hiyo niwaombe tukae mkao wa kufikiria ni jinsi gani watu waweze kukaa kwa amani na furaha na haki.